Sasa sina nakupa. Unapima ili weje? Nikipima. Wewe unijui kumbe? Hebu acheni kugombana ndugu zangu. Mwenyewe nilipotoka huko nina matatizo yangu. Kwanza mimi na makubwa. Shida dunia nini? Yapi? Tena wewe umeanza. Nilipotoka huko. Nikapata bwana. Danga. Nikaenda mwenyewe. Usije ukasema mume wa mtu. Si, yani yule alikuwa kumbe danga lake nani? Shoga Jaina. Ile wewe tena. Kwa shoga yako. Sikilizeni. Tumeweza kupiga shot kutoka nje. Bwana napatiwa minoti, napewa minoti na ikamfukoni. Jaina huyo. Hela kubwa. Shoga yangu kanikwida nimekimbia. Pondwa. Nimepigwa. Pole, ndio mwache kudanga. Punguzeni umalaya. Sasa nitapata bila umalaya. Mke wangu, unaweza ukaniambia kwa nini uchumi unashuka namna hii? Nataka nijue kwa nini uchumi unashuka kiasi hiki. Ni kwa sababu wale tunaokopesha hawezi kurejesha kwa wakati, ndipo tunapopata biashara hivi vidogo vidogo. Sasa mimi kitu ambacho najiuliza, wewe ulikuja vizuri kabisa ukaniambia kwamba unahitaji pesa kwa ajili ya kufanyia biashara, maana yake ni wewe unakopesha watu, hela inaingiza faida, lakini sasa hivi sioni chochote ambacho kinaingia zaidi tu ya kuingiza hasara. Kila nikiingia kuja kupiga mahesabu naona kila siku tunaingiza tu hasara, lakini naona sasa tunafanya kama ujinga, hakuna tunachoingiza. Hela tumechukua benki, maana nimekutolea benki ili uweze kufanya biashara, uweze kuendelezea hiyo pesa. Sasa muda ambao unatumia kwenda kudai mikopo, vipi kama ungekuwa unafanya mambo mengine, mambo ungekuwa unadai? Ni kweli nilikwambia ukachukua zile pesa. Huku mimi nikijua tukifungua hii biashara itatupa mafanikio makubwa sana, kwa sababu ukiangalia wote wanaokopesha wana majumba mazuri. Pia yani wana kila kitu kizuri na faida pia wanazo. Na mimi ndio nikakushauri ili ukachukue huo mkopo tuweze kuendelesha biashara yetu. Mimi sioni kama hapo kuna faida ambayo tunaipata, ila tunazidi tu kuharibu. Kama ingekuwepo faida, Nisikilize mke wangu. Mimi sitaki tuvunjiane heshima. Maana tutakuja kufika hatua tutakuwa tuelewani kabisa. Maana tutafika hatua hela zote zitaishia huko kwa watu. Hatuwezi kuendelea kwa mwendo hapa. Tunaitafuta hela, inaingia inatoka, na ikitoka hairudi. Hakuna biashara, mtu mfanya biashara yote ambaye si kufanya biashara inaenda na chini hivi. Hakuna mfanya biashara yoyote ambaye anakubali kupata hasara. Sasa kampuni sasa muda sio mrefu ndio kufilisika sasa. Nakupa sasa muda mchache. Kama hili swali litaendelea kuendelea hivi kama lilivyo, hiyo ofisi tutafunga. Haina maana. Hapana, hatuwezi kufunga ofisi kwa sababu tumeitafuta kwa shida. Iweje hivi tu tuweze kuifunga kweli? Nyamaza. Nakwambia nyamaza. Sasa mume wangu unakosea. Kwa nini tuweze kuifunga hii ofisi? Ndio hii ofisi tunayoitegemea kwenye maisha yetu. Sasa kama ungekuwa unaitegemea yenyewe na kuingiza hasara hizi chochote, unafikiri unaweza kufika mbele? Nifuatie maji.
mwenyekiti. Mjumbe, ndio hapa tumefika. Yaani ndio hapa, yaani ndio hapa kwa kudumu. Ndio hapa kwa hapa tumefika. Kwa tena. Unaangalia? Atizama. Ila siku ndo leo. Sawa, tunataka baba tuondoke. Atutumwe. Huo ni udhalilishaji kabisa. Unanipata uzalili wangu kweli jamani, nakaa vitu vyangu jamani. Vitu vyako? Ulipokuwa uje kuna nini? Bana matano na hicho. Hamna vingine mwana. Hela. Garafa urudishi. Hebu usitanie kabisa. Hebu tulete ujinga. Yaani unachukua na fursa. Yaani hela kila kitu tunatoa wapi? Tunatoa wapi hela? Tunatoa wapi wewe? Kama mshahara kwa kuendeleza tutanie. Hazikutanieleza. Zinanifaa. Hatujaza chochote tengeneza hicho jamaa. Unasikia nini? Sasa mnapokuba vitu, mimi nitapataje muda wa kuwalipa hivyo vitu vyetu? Hatujui ba kufikiria. Ndio akili cha kukaa. Utajua. Juzi jifuta. Saidi, najua kulipa. Unafanya nini? Toa ndio. Mwenyekiti ndio hivyo. Mimi hapa nani? Wa mikopo. Mikopo? Wa mikopo sio tusikia nini? Si wa mikopo. Sikilizeni niwaambie wanangu. Huu sio udhalilishaji, bali watu wanadai haki zao. Si mmewekeana mikataba nye? Kabisa. Sasa muda ukipita lazima jambo hili liwepo. Kukopa harusi, kulipa matanga. Sasa Pokezana, kuimba kupokezana nasema. Nimeamua kunizalilisha mimi. Ulilianzisha. Kupokezana. Umelikoroga utalinywa sio? Ulianzisha. Jamani. Yametosha. Mmetoa vifaa gani na vifaa gani? Cha kwanza dryer. Dryer moja. Thamani yake 300,000. Cha pili Beseni na jaba na beseni. na wewe. Mpaka jaba. Haya, vyote vina thamani gani? Kama 17,000. Kingine TV. Yenyewe 1,500,000. 1,100,000. Kingine Ita. ina thamani gani nayo? Ita yenyewe 15,000. Kingine Nye bodraya. Ambayo yenyewe yake bodraya 10,000. Kingine Na kuna kakiti yenyewe 5,000. Silahisishe mambo. Tumemaliza mama. Mmemaliza. Haya mama, ndio saini. Mimi ni washauri wanangu. Unapokwenda kukopa unakuwa na furaha sana. Lakini shida kwenye malipo. Huu sio udhalilishaji, bali watu wanataka haki zao. Na mbaya zaidi mmeingia mkataba. Ndio. Sasa kama mmeingia mkataba, mambo ndo haya. Wewe mwanaume unayejua? Nisingiwezi. Alafu kwa unalia wewe ni mwanaume. Wewe simama kidete kama mwanaume. Unayaelewa haya mkeo aliyoyafanya? Ndio ameshakufika hapa. Ndio usaini. Wanda alijui kwa sababu wanawake sasa hivi wanaenda kukopa vikopo waume zao wajui. Nakuomba. Pole kaka. Ndio usaini hapa. Ndio maisha ndio ukopo. Usinitibue. Kwa kwenda na wewe hapo. Haya, saini kwa dole lako hapa. Ndio saini kubwa. Changanya pia. No. Dunia nani nunu? Mama, tafuta bwana umnunie nunu. Lako hilo. Unatoka jirani lako. Au lako na mume wako.
wakati wa kukopa tuchanganye sisi hapo. Kulipa matanga kabisa. Sasa mwenyekiti. Haya, mnawapa muda gani? Siku hizi 2. Wasipolipa hivi vitu tunaenda kupiga bei. Siku 2 wewe kuweza. Nisingeweza ningewaweka kwenye vikundi. Haijalishi nimeshabeba vitu mmeondoka, mimi na watengenezaji wateja ili nipate hela za kuanza hizo siku. Unajua wewe mkakope pengine. Nataka siela, nataka sasa mpa. Mumeo si wewe anafanya kazi. Ndipo nachokiona shoga yangu mwenyekiti naona talaka nginja. Acheni uchochezi. Mmeshachukua vitu tuondoke. Tuondoke mwenyekiti wangu. Hicho bye. Kama nikushauri mara ngapi lakini hapa tu juzi lakini yangu nimechukua mpeka huko mkopo yako. Mimi sasa sina shughuli yote kipenzi changu. Sina bodaboda nimeshanyang'anywa tayari. Imepita siku moja ya leo tena ya 3. Wote tumeshaingia tena nani kufanya yako huko ndani. Wamevuka na TV, wamevuka na. Hai unaishi tunaishije kipenzi changu? Nilikopa hiyo hela ili kuifanya hiyo ofisi isimame. Usinipige. Tena. Hivi unafikiri hiyo ofisi imesimama kwa mtaji wako tu wa bodaboda? Nilikopa ili niifanye ofisi isimame. Kwa hiyo kumbe unaniambia pikipiki imeshikwa polisi, mimi natoa pesa na kupa. Unafikiri nilikuwa nazitoa wapi? Nilikuwa nazitoa wapi kama sio kwenye hiyo mikopo ambayo unalalamika? Mara ngapi pikipiki imekamatwa? Mara ngapi? 50,000, 70,000, laki. Unafikiri nilikuwa nazitoa wapi? Hiyo ofisi ina uwezo wa kuzalisha hiyo laki. Lakini leo hii nadhalilika. Wewe ndio unakuwa mstari wa mbele kunilaumu. Leo hii nachukuliwa vitu, wewe ndio unasimama kunilaumu. Nakuchukia. Nakuchukia Kevi. Wewe ndio umenifikisha kwenye maisha ya mikopo. Mimi sikuwa hivi. Tina. Okay kipenzi changu. Sawa. Mimi nakubali kweli umefanya hivyo kwa ajili yangu na kwa ajili ya sisi sote kipenzi changu. Lakini mami, hivi hakuna njia nyingine zaidi mkopo? Kwa hiyo mkopo ndio maisha yako kipenzi changu. Kwa hiyo ina maana leo hii ikitokea bado nimeumwa utakopa. Imetoka sasa labda usije kuna chunusi zisizoona unakopa. Si ndio nani kipenzi? Hapana mama. Hayo sio maisha ya kweli. Wakike nyinyi wanawake msiishi hivyo. Yaani msikuwe kama mkopo ndio maisha yenu hapo. Sikia. Kuna kazi nyingi za kufanya. Uza maparachichi, uza sio ndizi, uza sio mboga. Mbona watu wote tunaona wana magenge, mtu anaenda kwenye deseni mpaka anakuwa na genge. Kwa bibi tuishi hivi kweli? Sasa hebu hayaona. Tumedhalilika Arabi mchana kwa hivyo jua kali kipenzi. Why? Tena. Mama ufunge bakuli lako. Nitakukanda. Wewe unakupigwa. Enda kuvuta nitakukenda. Ni kwa out of mood. Usinichukulie poa tena. Yaani mimi hapa nimekaa kama zamani na kama hivi ya mtoto wa kiume. Yaani maana yake naumia sasa kwa sababu sielewi baada ya hapa kinakuja nini? Kwamba hati ya nyumba itaenda au kioo, friji, I don't know. Unakula kitu gani? Mama, hebu rizika na maisha yako nayo yaishi. Fanya biashara ndogo ndogo, mbona wale wanaishi kipenzi? Sasa sikia ni watu moja. Sasa ili mimi nisife na pressure. Mimi ili nisife, ili niendelee kuishi. Lazima kwa baina wewe. Lazima nikae mbali na maisha yako. Wenda mimi nitakaa kwa amani. Sasa hapa ni zangu. Baada ya kukuona kubwa matatizo, unataka kuondoka. Hauendi popote. Nenda kwa mama. Hauendi popote. Nasema hauendi popote. Umependeza, ni umewaka. Lazima nifuate mlolongo wa maneno yako ulioniambia. Una safari za wapi mwenzangu? Mbona tuna taarifa? Hapana. Hutoki. Safari ninazokuja ni kwa ajili yako.
Ndio pendeze hivyo. Na napendeza kila siku. Usije tu akaniibia mimi. Yaani maana nitaroga mtu, nitapiga. Wewe nani kwanza anaingia kwenye enga zako? Huko nje huko. Hapana. Wakikuona wewe bebi wangu, wanapokutamani handsome wangu. Inatakiwa kila baada ya muda mchache unapiga video call. Kama una bando niambie. Hapo kwenye bando sasa. Bando ni na wamudu. Nipigie. Na waweza. Nipigie live. Atakayekuja muda wote. Ama zake ama zangu. Unajua wewe ndio mlinzi wangu. Tena unauliza. Wewe ndio mlinzi wangu. Yaani kama polisi anapatikana mgambo ndo mimi hapa. Ndio mpenzi wangu. Kicho nileta. Kitu hicho? Kuniona mimi au? Vyote ni wale ving'ang'a. Ndio mimi hapa umenipata. Nimekupata pia. Nashukuru. Mimi bwana nimefurahi kukutana nawe. Nimefurahi pia. Ndio. Swala lako moja na usikia. Weka watu. Nishaweka watu wa kufuatilia. Wewe weka kina wajiwezi. Kabisa. Yaani wewe ni huyo? Nijiamini. Mwenzenu ndo huyo. Haya, shika moyo wangu sikie. Ninapokuona na wewe, nimekuja moyo unafanya hivi. Lakini sasa tayari ushatulia. Sasa kesho vikoba nilikuwa naomba hela marejesho mzio. Hela marejesho? Kiasi gani unahitaji? 30. Mtoto mzuri utakiwa kulia kwa 30. Kweli? Ni aibu kabisa. Hiyo ni aibu. Ndio kuninipa mimi. Itabidi ifanyaje? Si tumepanga kutoka baadaye. Kuna mtoko? Nilisahau. Usahau? Kule ndo kufanya surprise. Nipeleke. 30 tu? 30 tu? Hapana. 30 haipashi kuwa kwenye mkono wako. Unatakiwa upokee zaidi ya 30. Wewe 10. Basi. Nitakuletea vitu vya maana. Kwanza 100,000 hivi. Mimi inaweza ikapendeza? Sema mimi. Itapendeza 100,000? Itapendeza. Yaani na hivi bado tumejua nilikuwa sina gesi mimi. Sikuwa na mchele mimi. Mboga hamna. Unga hamna. Nitakupeleka dukani utabeba kila kitu. Shoppers unapofahamu. Asante sana. Shoppers unapofahamu. Tunaenda. Sijali. Vikoba. Kwanza sihitaji hayo mambo ya vikoba. Sasa baby ukikatalia ulianza unanificha. Sasa imekufika sehemu unaniambia. Na sihitaji kuingia kwenye vikoba. Maliza miliki. Mwanamke shule babangu, mwanamke vikoba, mwanamke marejesho. Sasa nisipokuwa na vikoba nitaishije mimi hapa mjini? Ni njia ya kukutana na wenzio, mkafahamiana na nini sawa, hamna shida. Tutafanya kazi. Vipi dudu? Wale upo. Soropa. Sile. Vuta nini mwanangu Afrika kama mwisho. Wewe mwanangu dudu sikani kwa mchongo mmoja. Bwana mchongo sio hela. Afu umenivuta tu mwanangu. Subiri basi kwanza baba. Subiri tazama kwani una haraka kama unaongea nje. Sasa iko hivi. Majira fanya ile ilikuwa kama saa 3 vya asubuhi. Wewe mwanangu mfanya shemeji. Wakoza kusema wanaita nini pale Toronto kwa nyuma napenda heroin. Hivi si Irene? Hivi ile heroin ni hoteli au guest? Pale. Alafu nini? Sasa kuna kibango kwa nje hata mimi ni kwa nje wenyewe kwa ndani. Continue. Sawa. Sasa baba. Shemeji Irene alikuwa yuko na mwana mwamba mmoja hivi. Kama white hivi maji ya kunde mwamba huyo. Kakupigia ile chumba sebeni kakulia kodi nyeusi. Yaani kwanza yeye mweusi, saa nyeusi, nguo nyeusi. Chumba sebule. Kwamba chumba sebule unamaanisha suti baridi. Suti hiyo. Sasa shemeji kashika mdundo nini wanaita nini ile wine ile. Inakaa kama mtungi wa gesi umekaa hivi. Kaufika wale pale. Oya wanakupa chazi. Wanakupigia chazi. Hivi ni chazi tiazi. Hivyo wanakupigia chazi. Sasa mimi nikasema hapana. Sasa wakati nafikiria kama kukupigia simu, nakumbuka simu iko nyumbani kwa shemeji yako kwa cheza game. Sasa nikasema ngoja niende nyumbani, nimpigie mwamba tufanye ambush. Sasa sikilize. Wewe mwenyewe si mzuri tu kama wao wazuri. Wao ni wenyewe wazuri kwangu, au sio? Ana mwenyewe mimi hapa
Pumbavu nini? Ndio usiana. Ndio usiana. Sikiliza. Ndio utani. Alafu kumbuka mimi ni gentleman bwana. Gentleman vipi? Nisikiliza nikwambie. Yaani kwamba ndivyokubusu wewe, hata wengine naweza nikawabusu. Sasa mimi katika kodi zangu nainaga mfagiliani. Uliza mtaa mzima hapa unajua Dundo ni nani? Oh mimi nisikilize. Nisikilize. Kwa unajifanya